amani kwenye ulimwengu kama wakati. Na ndio maana Allah anaapa kwenye Qur'ani mara nyingi kwa wakati, wal asri wal laili wal fajri, ili nyinyi mzinduke, msitumie muda wenu vibaya. Miaka yenyewe hii, ukifika 60 ushukuru Mungu. Wengine vijana wadogo tu, maskini ya Mungu, kaendesha pikipiki kapigwa na lori kafa, miaka 25 26. Ukijaliwa ndio umeendaenda, ukifika 60 hakuna tena, ndio umekwenda hapo, unakuwa unakula bonus. Tengenezeni wakati wenu vizuri, muandae mazingira yenu ya baadaye vizuri. Wakati huu ukiutumia sawasawa, huu mdogo unatosha kutuepusha na maafa ya moto wa Jahannam. Sasa ni aibu kwa mtu aliyeishi muda mrefu kwenye Uislamu alafu akaenda motoni. Aibu sana. Unapewa miaka 70, 60, 50, hata 40 kama unajitambua, kwa sababu wengi katika tarehe za masahaba ridwanullahi alayhi wamekufa vijana wadogo, wengine wamesilimu ndani ya siku moja wakaenda peponi. Hebu mwangalieni Khubayb bin Ka'b radhiyallahu anhu, ni kijana mdogo wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, amesilimu akiwa na miaka 23. Swala ya alasiri kamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam kamaliza kuswalisha, kakaa akamwangalia muda mrefu kidogo, kisha akamwambia, atatiana ana la tu'minu wa anta rasul, mimi nimekuja tu kukupa taarifa bwana, wewe mimi siamini wewe mtume. Mtume akasema naam, unayo haki ya kuamini au kutoamini. Masahaba wakachukia, wakatoa panga zao kwamba kama uamini si ungeishia nje huko, kwa nini uje umwambie mtume maneno ya kashfa kama haya hapa mbele yetu, na akasemea msikitini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatabasamu, akawaangalia akasema, alam tafu qaulullah la ikraa fi dini, nyinyi mnachukia, mmesahau maneno ya Mungu kwamba hakuna kumlazimisha mtu kuingia kwenye Uislamu. Sasa huyu yeye kaamua kutoniamini, na imani hailazimishwi. Huwezi kumlazimisha mtu akuamini, yeye mwenyewe ataenda na wewe, maisha yenu mnavyoishi, mnavyoasimiana, atakuamini akiamua. Masahaba wakasema sawa ya Rasulullah, lakini ndio aje akwambie msikitini, sisi hatukubali. Wakatoa panga wanataka kumshambulia Mtume, akasema la, mwacheni, mbona mnataka kufanya fujo, mnavuruga. Akamuuliza, ya Qabu anta taakulu, wewe umekula? Akasema la, sijala. Akasema leteni chakula changu kile nimeletewa nyumbani, mpeni huyu bwana ale. Masahaba wasema kaja kukutukana, sema mpeni chakula ale, haya yanahusiana nini na njaa yake? Kapewa chakula kama. Kamaliza kula, akamwambia mleteni na maji ya kunywa anywe. Yule jana kapewa maji kanywa. Masahaba wana hasira, wanamtazama kwa ghadhabu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ashbanu, umeshiba? Sema na, basi wewe nenda. Sasa alipokuwa anatoka msikitini, masahaba wakawa kama wanamvizia huko nje kidogo, wamtia adabu. Mtume akawaambia hivi, fala yazuru hadha rajulu laisa minni, yoyote katika nyinyi atakayemgusa yule bwana si mmoja katika umma wangu. Masahaba walipo